Wakati unaingia katika nyumba ya Bwana, unafaa ujichunge sana. Na kujichunga ni kusema nini? Wakati umemaliza wiki nje, kuna mambo ambayo hukutana nayo. Mengine unajua, mengine ujui. Mengine ni mabaya na ujui. Lakini siku ya Jumapili ikifika, wakati unaingia katika huu mlango, unaambiwa unyemelee. Na wakati unaingia, unafaa kwanza uketi. Kwanza unatubu. Hiyo ni kunyenyekea. Ukianzilia na wengine, ukuwa umejitakaza kwa Mungu. Mungu akikutazamia toka juu, anaona wakati umeingia kwenye nyumba yake, unanyenyekea. Na natazama naona kuna wengine, wakati wameingia kwa madhabahu, wanakaa chini, wananena pamoja na Mungu. Akimaliza kunena na Mungu, anaanzia kufanya kama wenzake. Na kuna wengine huingia, wanaingia wakiwa wameanza kula, hata wajuangi kama kumeombwa. Wakati unaingia katika nyumba ya Bwana, wewe kabla utaanzia na wengine venye wanafanya, wewe kwanza jiita mkutano. Amen. Hiyo ndio kunyemelea kwa nyumba ya Mungu. Na Daudi anatuambia kwamba anafurahishwa na wanaokuja katika nyumba ya Bwana, ambao hukuja husikiza maneno yake. Wewe ambao unawacha mambo yako Jumapili, nataka nikwambia kwamba siku ya leo, Mungu hufurahishwa na wewe. Kwa hivyo kukuja katika nyumba ya Bwana na kusikia maneno ya Bwana, Mungu anakuheshimu. Wewe ambao hukosangi kwa madhabahu, unaenda kwa shughuli zako, Mungu anakupenda. Anarudi anasema, Bwana Yesu asifiwe. Anatuambia ya kwamba yeye hufurahishwa na wanaokuja katika madhabahu kuliko ambaye anatoa dhabihu. Dhabihu ya upumbavu, kwa maana hajielewi yale ambayo anayafanya. Nao hao ambao wanatoa dhabihu ya upumbavu, wanatoa dhabihu ya upumbavu kwa njia gani? Tunajua kuna makanisa, lakini si yote. Wakati mtumishi anakueleza ya kwamba kimletea shida yako, anakuambia kama ni tatizo fulani uko nalo, unafaa ufanyiwe dhabihu. Kuja na dhabihu fulani, kuja na kitu fulani, ndiposa tufanye ile dhabihu. Lakini Mungu anasema wale ambao hukuja katika nyumba ya Bwana, wakisikia neno la Bwana, inawafungua. Na hii kanisa yetu ya believers, sisi hatutishi dhabihu, sisi hatufanyi sarakasi. Tumeambiwa tupeane bure, na Mungu atubariki. Narudi na kusema, kabla utanena, uwazie. Kwa maana kukimbilia kunena unafanya ufanye dhambi. Ama unasema ya kwamba ni heri ningechunguza lile jambo kabla sijalinena. Wakati uko mtu wa Mungu, mahali unanena na wale unanenea, anza kuanza chunguza maneno ya kinywa chako.
maana sisi hunena, hatujui kama tutakwaza mtu, tunakwaza mtu, tunaitendea vibaya. Ni vyema kujichunguza kabla kuongea. Anarudi na kusema, usikimbize roho yako kunena mambo mbele ya Mungu. Na Wakristo wengi sisi hutenda yale. Kwa maana tunaambiwa hivyo kwa nini? Yule Mungu aliye mbinguni ni yeye hako duniani. Na si lazima usemee kwa madhabahu. Wewe huambia Mungu ya kwamba kwa roho yako, Mungu ukiniondolea haya nitafanya vile. Mungu ukiondoa hii uchungu nitatenda hii. Mungu ukinipa kazi nitatumika. Hiyo wakati unanena kwa roho yako, Mungu anasikia venye unaapa, na anasema ya kwamba wale ambao hutenda yale na watimizi anawaita wapumbavu, na huwa anawachukia. Na ukichukia kitu huwezi itanishwa nacho. Tukichukiwa na Mungu kwa upumbavu, tutatenda yapi? Tutaachwa na nani? Ni heri kama unajua jambo unalolisema utatimiza. Kama uko kwa madhabahu, kama iko kwa roho yako, kwa maana Mungu hutembea kila mahali. Wachana nayo. Anazidi na kusema, usiape mbele za Mwenyezi Mungu, kwa maana unajua ukiapa utatimiza. Ni heri ukose kuapa kama unajua hautatimiza. Yule mtu ambaye huapa na kitu machoni pa Bwana, Mungu anajua vile amesema, na anaweka sahihi, na anasubiri. Wakati umekosa kutimiza, wakati Mungu amekuchukia, amekuita mpumbavu, au utawekewa kuta, na shamba ambayo haina kuta inaingiwa na kila kitu. Unapata magonjwa yameingia, na shida yameingia, lakini si shetani, ni wewe uliapa. Mwambie Mungu, ukifanya hii nyumba yako nitatenda haya. Wewe uko hapa, ni kiapo kipi ambacho uliapa? Hata wakati kumepata matoleo umesema nitatoa, unakosa kutoa. Ujue Mungu anajua.